Musa aliposhuka, kumbuka vigezo ni vitatu, yeye akaongeza cha 4, akamwambia sikiliza, fua mavazi, jitakaseni, msiukaribie mlima. Akaongeza la 4 la kwake ambalo Mungu akulisema, na mwanaume yoyote asimguse mwanamke kwa siku ngapi? 3. Hilo Mungu akulisema, Musa kaongeza. Kwa nini? Musa anamjua huyu mwamba, alishajifunua, analijua timbili la Bwana. Baada ya kuambiwa hivyo Waisraeli, ni kama unaiona familia ya mzee Ikangula tu, rafiki yangu Sara anajipitisha Ikangula anambia niache mpaka siku ngapi zipite? 3. Maana tumeambiwa mwanaume asimguse mwanamke. Baada ya siku ya 3 Mungu akashuka. Biblia yako nasema wingu likashuka, tetemeko, ngurumo, radi na umeme vikapiga. Ellen White anaelezea even the brooding of cow and sheep and goats halted. Hata ng'ombe, milio ya ng'ombe, mbuzi na kondoo ili nyamaza. Yani kulikuwa kuna the dead silence. Sio tu ukimya wa mauti. Yani ni kama makaburini. Kimya. Wingu linateremka na alijafika ndio kwanza linaanza kushuka. Alafu tetemeko, ngurumo na radi vikapiga. Na Ellen White ameelezea vizuri katika Biblia, anasema the sound of those nature were the 7 echoes from heaven. Ilikuwa ni milindimo 7. Yani radi ikifanya pa mara moja, wao walisikia mara 7 pa 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 mara 7, 7-fold. Ndipo Waisraeli wakagundua kama huyu mwamba timbwili ndilo hili yuko juu, akifika hapa chini si wote tumekwisha. Wakainamisha nyuso, wakazificha ardhini. No one could have a glimpse of that cockade. Hakuna mtu aliyethubutu kuchungulia ule utukufu wa Bwana ukishuka. Wote wakajificha. Ndio baadaye wakalia, Musa tunakufa, mwambie abaki huko juu. Alafu akamwambia Musa, njoo wewe Musa, nenda mlimani kaongee na huyo Mungu. Mkimalizana njoo wewe, tunakumudu, ni saizi yetu. Unga mkono kama umeelewa vizuri. Ndio Musa akakubali jukumu la kwenda mlimani, ila naye ikabidi afunge siku ngapi wapendwa? 40, mchana na nini sasa? Na usiku. Timbwili la kuonana na Bwana. Let me pose a challenge to me and you. Ngoja niwape changamoto kwangu na kwenu. Waisraeli waliambiwa wajiandae kukutana na Bwana, na huyu ndiye Mungu aliyeambiwa ajiandae kukutana naye. Leo sisi tumejiandaaje kukutana na Bwana wapendwa? Ndio unaona Ellen White ameandika kwenye kitabu, nitakisoma Ijumaa kwenye somo la Sabato nitakapokuwa nalifundisha, kwenye maandalio ya Sabato anatufundisha namna ya kuiandaa mioyo kukutana na Bwana. Lakini leo washiriki wako bize na kuandaa mavazi ya gharama, mavazi ya maonyesho, michuchumio. Eti hivyo ndio wamejiandaa kukutana na Bwana. The temporal wants to meet the spiritual on the temporal basis, yet God is spiritual. Mwili unataka kukutana na Mungu ambaye yeye ni kiumbe wa kiroho. Wapendwa, kukutana na Mungu hatuandai mwili, tunaandaa mioyo ipate kukutana na Bwana. Nitarajia Ijumaa ujiulize, hii bahasha ninayoiandika zaka, ni kweli hii ni zaka? That's how you prepare spiritually to meet your Lord. Sio mavazi. God doesn't care about umevaa nguo ya 800 au ya 700. God cares about the preparation of your heart. Maandalizi ya moyo kukutana na Bwana. Jamani, haleluya. Now end of the story. So Mungu alipojifunua hivyo, sasa ndio anakuja anambia Musa, kawaambie mimi ni Bwana.